Hebu wakomboaji niwaulize swali. Wale watu mnaishi hizi ploti za watu wengi unakuta kwa mfano choo ziko kule nje mnashare. Bafu ziko pale nje, sinki iko pale nje ama place ya kumwagwa maji iko pale nje. Wacha tu niwaulize tu swali moja. Wale watu unakutanga mnaenda kwa choo bila kutumia maji na zile choo lazima uende na maji. Mnakuanga mnafikiria nini? Hebu kwa mfano tuseme ni mimi, nimetoka kwa choo na unanijua, alafu wewe ndio unataka kuingia. Ingia hapo ukute ile kazi nimetoka kufanya hapo na sijamwaga maji. Mnakuanga mnafikiria nini? Wale watu mnapenda kuchafua maploti za wenyewe. Juu si kwako umekomboa unalipa rent. Unakuta kama kwa mfano unapeleka matakataka kwa sink, makaratasi kwa sink, unakuta zile vitu zinafaa kuingia kwa dustbin, unaenda kuzipeleka pale kwa sink. Wacha tu nikuulize swali moja. Ni lini Mungu atakubariki na kwako? Ni lini utatoka kwa shida? Tu kusema ukweli. Kama kitu ya mtu mwingine huwezi tunza. Wacheni tu niwaambie ukweli. Mnaona hizi maploti zenye mnaonanga mnaenda tu kukomboa, unaenda unatumia ploti ya mtu vile unataka. Watu ndio wajenge hizo ploti ni watu walipitia shida. Ni watu hata walijenga na loan. Na mtu kama huyo acha tu nikwambie ukweli wakati hata kama mtu amebarikiwa aje ni tajiri. Unaona tu akitembea tu kwa ploti yake hilo anacheki tu vile kuko anakuta ni kusafi, kunaendelea vizuri. Inakuanga furaha hiyo mtu. Lakini niambie wewe ulijenganga tu nyumba yako ya kukombolesha watu wako pale hata kama wanakulipa rent. Unatembea kwako ukishika mapua. Unafungua choo ama bafu ukitaka kuangalia vile hiyo choo iko ama bafu unakuta hata watu wengine wanakojoanga kwa bafu kunanuka. Unakuta na wale watu wako pale ni watu wazima si watoto. Mnafikiria huyo mtu anatokanga hapo akifikiria nini ama akifeel aje? Kwani kumake mwenye ploti hata akitembea kwa ploti yake tu afili tu ako happy, hashiki mapua, itawacost nini? Wacheni tu niwaambie ukweli. Watu wengi wenye mnaonanga hatubarikiwi ni zile ujinga tunafanyianga watu. Kama huwezi tunza ile ploti wewe umekomboa, wacha tu nikuulize ukweli. Ni lini utabarikiwa na kwako? Ni lini utakuwa na vitu zako? Mungu atakupatia vitu aje zenye utashindwa kutunza kama kwa yenyewe huwezi tunza. Tunajifungianga baraka bila si kujua. Kuna wakati mimi nilikuwa nafanya kazi mahali Thika nilikuwa nimeandikwa. Na kulikuwanga ile duty unakuta watu wanaosha huko kwa choo na wanaosha huko kwa bafu. Unakuta leo mlango fulani kesho hivyo hivyo. Nilikuwa najikuta naosha kila siku. Hata duty si yangu naingia naosha juu napenda usafi. Na nilikuja nikabarikiwa. Hata mimi naendanga kwangu nakuta kuko kusafi, kumeoshwa, kumesafishwa juu kuna kitu nishafanya kwa ploti yenyewe. Hizi tabia mnaona tu mnateka advantage hizi nyumba mnaonanga tu za kukomboa. Mnachafua vile mnataka, mnaacha kunanuka vibaya, mnaharibu tu manyumba za wenyewe. Unaweza fikiria unadhulumu ule mtu juu unamlipa. Mimi naambia ukweli siwadanganyi. But unadhulumu maisha yako. Unajifunga. Unajiletea nuksi kwa maisha yako. Kama huwezi tunza kitu cha mtu, Mungu atakupatia yako utaitunza aje. Utajuaje uchungu. Unafaa ukiona kitu ya mtu unafeel ile pain ni kama yako. Lakini most of people you take advantage, you take for granted. You take for granted for sure. Yaani tu mtu mzima tu ndo huyo. Unaenda unaingia kwa choo unaacha ikiwa chafu. Kabisa. Na uko na hata ule mtu mwenye atakuona ukitoka hapo na anakujua atakufikiria aje. Atakuchukulia aje. Atakuheshimu aje. Wewe ni wa kuheshimika kweli? Kwako basi kwa nyumba yako tu karumu 1, 2, 3 unakaa unakaekanga aje kama wewe tu ni mtu tu hivyo. Do you know hata kuingia kwa ploti yenyewe hata kama unaishi floor ya 5.
Kuna vile unaweza kuwa unatoka huko nje tu na viatu zako tu zinakaa matope matope. Ukiwa tu na akili timamu hata hizo matope unazigwaruza mahali huko chini. Nyinyi mnaonanga tu ni kawaida. Eti juu unalipa rent. Uko hapo juu ya pesa yako. Kwanza kama kuna watu nimekuja kuheshimu, caretakers. Hao watu wanapitia changamoto. Caretakers wanakuanga na kazi ngumu sana. Wanakuanga na kazi mzito. Hata kama huyu mtu analipwa na amepewa nyumba, hao watu wanafaa kuheshimiwa. Hao watu wanafaa kuheshimiwa. Utakutanga tu caretakers yote yako busy kwenda kufungua choo isha block. Kama umeenda umeacha mzigo wako hapo, mtu mwingine akuje aekelee na mumwagi maji. Mbona msipee caretaker kazi ya kushindanga hapo aki block. Na kama unafanya hivyo kwa enyewe surely. Wewe ni lini utakuwa hata na kachoo kako single pale ushago. Na tatu unaona watu wengi wajapika popote. Mimi zile vitu nilifanyanga watu wengine sasa already niko nazo, Mungu alinibariki nazo. Zenye nilitendea watu wengine sasa Mungu amenibariki. Wewe utabarikiwa lini kama ni mtu wa kuacha mauchafu kwa ploti za wenyewe eti juu unalipa rent, unatumia vitu za wenyewe vile unataka? Utabarikiwa lini? Ni lini Mungu atakupatia chako? Utakitunzaje kama utunzi cha mtu mwingine? Unaweza ukajiona wewe ndio kusema wewe ndio kichwa ngumu, but let me tell you, my sister, my brother, unafunga maisha yako. Unafunga maisha yako. Watu mnaonanga wako na hizo maploti za kukombolesha. Wewe unaona hiyo? Hujui zile vitu huyo mtu ako nazo. Wewe utaitumia tu vile unataka. Juu unalipanga rent. But let me tell you, unajifunga wewe. Unajiharibia wewe. Yule mtu hata akiingia kwake akishika mapua bado life yake inasonga. Hakuna kitu tamu kama ukute mwenye ploti tu ameingia tu ni kusafi, anatembea tu bila haraka akiangalia kwake vile kuko. Lakini wale wakomboaji mnamfanya mtu anaingia ameshika mapua. Na sio kitu ingine. Ni zile mizigo mmeacha kwa choo. Zile mkojo mnakojoanga pale kwa bafu. Unakuta mtu ana amani na ni kwake, huyo mtu alichukua loan akajenga hiyo nyumba. Lakini anaingia kwake kwa ile jasho yake. Ni kama mtu amefukuzwa ako na haraka haraka juu ile harufu mnaachilia kwa bafu na huko kwa macho. Mungu atakubariki lini na yako? Kama huwezi tunza mtu mwingine, utabarikiwa lini? Hiyo ndio swali. Na ukipewa yako utaitunzaje kama huwezi tunza ya mtu mwingine?